Hii ni sehemu ya pili ya hadithi yetu ya Pengo Fisi Mtu. Miaka kadhaa ilipita tangu usiku ule wa kutisha ambapo vijana wa kijiji cha Mbonde walishuhudia mapambano kati ya mchawi Pengo na fisi dume mkubwa msituni. Lakini kumbukumbu ya usiku ule haikuondoka kamwe katika akili zao. Makande, Mashono, Chafu, Panje, Ambundo na Kabini walikuwa watu wazima sasa. Wengine walikuwa na familia, wengine walikuwa wafugaji kama wazee wao. Lakini kila mara walipokutana usiku karibu na moto wa kijijini, hadithi ile ilirudi tena. Mashono mara nyingi alisema kwa sauti ya wasiwasi, bado nakumbuka sauti ya Pengo akilia, nisaidieni, nisaidieni. Chafu akasema, sintishe siku kubwa, hadithi nimesikia kwa miaka mingi iliyopita. Makande alijaribu kujifanya jasiri, alikuwa mchawi, alipata adhabu yake. Lakini ndani yao wote walijua ukweli mmoja, walimwacha mtu afe bila kumsaidia. Siku moja, baada ya miaka mingi kupita, mbuzi walianza kupotea tena kijijini. Si kila usiku, lakini mara moja moja. Mzee mmoja wa kijiji akasema kwa sauti ya polepole, tabia hii inanifanya nikumbuke hadithi ya Pengo. Maneno hayo yaliwafanya wale vijana wa zamani kutazamana kimya kimya. Usiku mmoja wakaamua kwenda kukagua msituni tena. Walichukua mienge kama zamani, lakini safari hii walikuwa wazee kidogo na mioyo yao ilikuwa nzito. Walipofika ndani ya msitu, upepo ulivuma polepole kwenye majani makavu. Hakukuwa na sauti yoyote. Ghafla wakasikia sauti ya kucheka ya fisi. Hae 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 hae. Sauti hiyo ilisimamisha damu yao. Kabini akanong'ona kwa hofu, ni sauti ile ile ya zamani. Wakainua mienge yao juu zaidi. Ndipo walipoona kitu kilichowafanya miili yao igande kwa hofu. Mbele yao kulikuwa na fisi mkubwa sana. Lakini kitu cha ajabu kilikuwa kwenye uso wake. Macho yake yalikuwa yanang'aa mekundu kama moto, na sehemu ya uso wake ilionekana kama ya binadamu aliyepinda kwa hasira. Fisi huyo aliwatazama kimya. Kisha kwa sauti ya ajabu sana, nusu ya mnyama, nusu ya binadamu, akatoa mlio, hae 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 hae. Mashono akatetemeka, hii si fisi wa kawaida. Ghafla wakasikia sauti ya kunong'ona kama upepo. Vijana hao walirudi nyuma kwa hofu kubwa. Makande akasema kwa sauti iliyokatika, hiyo ni sauti ya Pengo. Fisi huyo akapiga kelele kubwa ya kutisha na kukimbia kuelekea ndani ya giza la msitu. Mienge ya vijana ilianza kutetemeka mikononi mwao. Hakuna aliyesema neno. Hatimaye Ambundo akasema kwa sauti ya hofu, ondokeni hapa haraka. Kijijini wakikimbia kama watoto. Na tangu siku hiyo hawakurudi tena msituni usiku. Wazee wa kijiji cha Mbonde wanasema mpaka leo, kila usiku wa giza sana, ukisikiliza kwa makini ndani ya msitu, unaweza kusikia fisi akicheka hahaha, na wakati mwingine sauti ya mbali sana ikisema, kwa nini hamkunisaidia? Lakini pia usisahau kulike, kushare na kusubscribe chaneli yetu ya Edi TV ili uendelee kupata hadithi tamu episodi ya 3 na 4 ya Pengo Fisi Mtu. Asante.